Habari yako mdau na mwanafamilia wa Saikolojia ya Maisha. Ni mimi mshauri wako, Dr. Mahinda. Leo nataka tuguse kidonda ambacho kinawauma wafanyakazi wengi sana hapa Bongo. Swali ni moja tu. Kwa nini mshahara wako hauonekani? Kuna watu wanapokea mshahara tarehe 25, lakini ikifika tarehe 2 ya mwezi unaofuata, wameshaanza kukopa vocha au kuomba niokoe kwa marafiki. Sikiliza nikwambie, mara nyingi shida sio udogo wa mshahara unaolipwa na bosi wako. Shida ni tabia na mambo 10 yanayofyonza mtonyo wako bila wewe kushtuka. Leo na kufungua macho ili uanze mwaka ukiwa na nidhamu ya pesa. Twende kazi. 1. Maisha ya mashindano na maigizo, status anxiety. Hili ni tatizo sugu mjini, hasa Dar es Salaam. Unapata mshahara, badala ya kuangalia mahitaji yako halisi, unaangalia fulani anaishi vipi. Unataka uonekane na wewe upo kilele cha mafanikio, wakati akaunti inasoma 0. Mfano, mwanangu, unapokea Laki 5, lakini unataka upange nyumba ya Laki 3 kule Kishua, kisa tu marafiki zako wasikuone wakishamba. Unajikuta unanunua sofa za bei mbaya kwa mkopo wa SACCOS, ili tu ukipiga picha uweke status ya WhatsApp, watu waseme oya, mwanangu ametusua. Hapo ndipo mshahara unapoishia hewani. 2. Matumizi yanayoongezeka pamoja na mshahara, lifestyle creep. Watu wengi wakiongezewa mshahara kidogo na matumizi yanaruka maradufu. Badala ya ile nyongeza iende kwenye akiba au uwekezaji, inaenda kwenye anasa mpya ambazo hukuwa nazo mwanzo. Mfano, mwanzo ulikuwa unakula chips kavu za jero pale kijiweni na maisha yanaenda poa tu. Ukipata mshahara mkubwa kidogo au ukipandishwa cheo, ghafla ulimi unaanza kudai pizza, kuku wa kienyeji na vinywaji vya bei kila weekend. Ile nyongeza yote inaishia tumboni na mshahara unabaki vile vile hautoshi. 3. Madeni ya kijinga, bad debts. Hapa nazungumzia mikopo ya vitu ambavyo havizalii pesa. Unakopa kwa sababu ya dharura ambazo ungeweza kuzizuia kama ungekuwa na akiba kidogo. Mfano, unakuta mshahara wako haujatoka, tayari umeshachukua songesha ya kutosha, umekopa duka la jirani na unakakaunta pale kwa mama ntilia ofisini. Siku mshahara unaingia, unakatwa huku na kule kwanza, unabakiwa na change tu ya nauli na kiberiti. Unakuwa kama mpitishaji wa pesa, distributor, badala ya mmiliki wa pesa. 4. Kusaidia ndugu bila mpangilio, black tax. Sisi ni Watanzania, tuna upendo na kusaidiana ni utamaduni wetu mzuri, lakini ukisaidia kwa hisia bila kuangalia uwezo wako, mshahara utakuwa unakupita kama upepo. Mfano, kila ndugu mwenye shida ya harusi, kitchen party au hata kimzinga cha bia kijijini anakupigia wewe kisa tu unajulikana unafanya kazi mjini. Unashindwa kusema hapana kwa sababu unaogopa kusemwa vibaya. Unagawa mshahara wote kwa ndugu, kisha wewe mwenyewe unabaki unakula ugali tembele mwezi mzima, huku ukilaumu bosi wako hakulipi vizuri. 5. Kutokuwa na bajeti ya maandishi. Watu wengi wanatumia mshahara kwa kichwa, mental budget. Unasema nikipata Laki 9 nitafanya 1, 2, 3, lakini haziandiki sehemu yoyote. Pesa ikishagusa tu kiganja, macho yanabadilika. Mfano, unatoka kazini ukiwa na mshahara wako freshi, unapita mtaani unaona raba kali ya mchongo, unajisemea, oya, hii sio mbaya, ngoja nijizawadie kidogo. Mara unaona simu mpya imetoka, unanunua. Ikifika nyumbani unagundua hata pesa ya gesi au kodi huna. Pesa isiyo na maelezo ya maandishi hupotea kwa mambo ya hovyo. 6. Uraibu wa beti na michezo ya kubahatisha. Vijana wengi sasa hivi mshahara wao unaishia kwenye mikeka. Unadhani utatoboa kwa kutumia mshahara wako, matokeo yake mshahara ndio unaliwa. Mshahara umeingia Laki 3, unajisemea wacha niweke Laki 1 kwenye mechi za leo nitengeneze milioni. Unapigwa za uso na timu moja, hela inapotea. Badala ya kuacha, unachukua ile Laki 2 iliyobaki, unajaribu kurudisha hela iliyopotea. Mwishowe unajikuta hata hela ya kula unamsubiri X akutumie buku 5. 7. Anasa za siri, small leaks. Haya ni matumizi madogo madogo ambayo unayaona kama sio kitu, lakini mwisho wa mwezi yanakuwa donge kubwa. Mfano, kila siku asubuhi lazima ununue kahawa ya 2,200 au unakula nje kila siku mchana 5,500
badala ya kubeba chakula cha nyumbani. Ukipiga hesabu, kwa mwezi mmoja tu unatumia zaidi ya $150,000 kwenye vitu ambavyo ungeweza kuviepuka kwa urahisi sana. 8. Kununua vitu kwa sababu ya ofa, sales trap. Kuna watu wakiona neno sale au ofa wanachanganyikiwa. Unanunua kitu ambacho hukuwa umepanga kukinunua, kisa tu kimepunguzwa bei. Mfano, unapita Kariakoo, unaona ofa ya vyombo au nguo za mtumba grade 1, hukuwa umepanga kununua, lakini kwana ni bei rahisi, unatoa pesa ya akiba, unanunua. Matokeo yake unaishia kuwa na rundo la vitu ndani ambavyo huvihitaji, huku akaunti yako ikilia njaa. 9. Shinikizo la vikundi, social pressure. Marafiki unaoambatana nao wanaamua mshahara wako uishe vipi. Kama wenzako ni watu wa club kila wiki, na wewe utajikuta humo humo. Mfano, mshikaji anakuambia, mwanangu, leo kuna lile tamasha kubwa la msanii fulani, kiingilio ni $50,000 tu. Ili usionekane huna hela mbele ya mashikaji, unatoa ile $50,000 ya dharura. Unajikuta unatumia pesa nyingi ili tu kulinda hadhi yako kwenye kundi la marafiki ambao hata hawakusaidii ukikwama. Na 10. Kutokuwa na chanzo kingine cha mapato, single income stream. Hili ni kosa la kifundi. Unategemea mshahara mmoja tu kufanya kila kitu: kula, kuvaa, kusomesha na kujenga. Katika uchumi wa sasa, mshahara mmoja hautoshi hata uwe mkubwa vipi. Mfano, umelala unategemea ile $700,000 tu ya ofisini, bei ya mchele inapanda, kodi inapanda, umeme unapanda, lakini mshahara wako uko pale pale. Bila kuwa na side hustle au mradi mwingine wa pembeni unaoingiza hata $5,000 kwa siku, mshahara wako utakuwa unaishiwa katikati ya mwezi kila siku. Mdau wangu wa dondoo za maisha, mshahara kutosha au kutotosha huanzia kwenye akili yako, sio kwenye kiasi unacholipwa. Kama huwezi kupanga bajeti ya $200,000, hata ukilipwa $2,000,000 bado utakuwa unakopa. Anza kurekebisha nidhamu ya matumizi leo. Piga chini marafiki wa anasa na jifunze kusema hapana kwa sauti kubwa. Mimi ni wako Dr. Mahinda. Asante kwa kunisikiliza. Usisahau kubonyeza hiyo button ya subscribe na kulike video hii ili tuendelee kuelimishana. Tuandikie kwenye comment, ni jambo gani kati ya haya 10 limekuwa likikupiga panga mshahara wako kila mwezi. Tukutane kwenye video ijayo. Pambana mpaka kieleweke. Amani iwe nanyi.